Mtazamaji wa Faruku Online TV, huyu ni mkurugenzi wa Am Shoppers ndugu Mohamed Abdalla maarufu Mudirei, ambaye amechangia kiasi cha shilingi milioni 1 msikiti wa Abbas uliopo kata Likombe mkoani Mtwara. Fedha hiyo inaenda kurahisisha viongozi wa msikiti huo ili kuweza kulipa kiwanja cha msikiti kinachodaiwa shilingi milioni 2.5. Mudirei ametumia nafasi hiyo kuweza kuwasihi wazazi, walezi pamoja na wananchi wote kwa ujumla kuendelea kuitunza amani ya nchi hii, hasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao pia unatarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Zao zimeondoka leo. Wa Tanzania lazima tujumuike kuilinda amani kwa gharama ya aina yoyote. Tunaenda kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa 10. Vyama vya aina mbalimbali vinapeleka wagombea wao. Lazima tukaangalie wagombea wenye ushawishi, tuangalia wagombea wenye kukubalika na wananchi. Wananchi wa Lilungu, msidanganyike na watu watopita mitaani na 1,000 zao. Msidanganyike na watu wa 5,500. Ninaeleweka? Hatutakiwi kuishi na maisha ya 1,000 wala ya 5,500. Tunatakiwa tuishi na tukuchague kwa uongozi wako bora. Wana Lilungu, mnaelewa? Tuchague diwani aliyokuwa bora, tuchague mbunge aliyokuwa bora, tuchague rais ambaye tunaye wa sasa. Sidhani kama kuna kiongozi wote atagombea urais akaonekana bora kumshinda Mama Samia. Haya itakuwa maajabu ya dunia. Na nyie Waislamu mnajua tuna haja ya kuhangaika na rais? Rais sisi tunaye. Tuna shida ya madiwani, tunakuwa na shida ya nani? Wabunge. Muda ukifika, kwa yoyote anayejipima anaweza kwenda kugombea. Mama, baba, hasa wa mama, nendeni mkachukue fomu za kugombea udiwani. Nendeni, wasiwatishe wala wasiwafanyie jambo lolote la kuwatia hofu ya Mungu. Yaani tuhangaike. Muda ukifika, tuangalie na hilo. Kwenye uongozi wa serikali hakuna dini, lakini mimi naongea sina dini yangu ya Uislamu. Kuna shida nikichagua Muislamu wenzangu? Kwa nini unalazimisha? Muda ukifika nikisema mimi Mudirei nachukua fomu, kuna shida? Kwa nini uulize kwamba nachukua fomu? Na kweli nitatia nia. Muda ukifika nitatia nia. Kwanza ninazo nguvu za kufanya hivyo, pia nafasi ya kugombea hipo, dini yangu inanihimiza kufanya hivyo. Ya nini nianze kuweka uoga? Mwenyekiti bwana Mwinyi, twendeni Waislamu tukagombee nafasi za aina mbalimbali za kiongozi wa serikali. Sambamba na hilo, amewaeleza wazazi na walezi kuhakikisha basi wanakuwa mstari wa mbele kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, hasa watoto wa kiume ambao kwa sasa wamekuwa na mtihani mkubwa kwenye swala la kulawitiwa na baadhi ya watoto ambao sio waaminifu. Kuna unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wa kiume. Lazima wazazi mzingatie pindi ambapo watoto wanarudi madrasa au wanarudi shuleni, kuwagagua afya zao, muwakague miili yao. Wazazi mnanielewa? Mukague miili yao. Leo watoto wa kiume wanafanyiwa michezo ya ajabu. Inaeleweka jamani? Tuwakague watoto wetu. Wakirudi hawa wadogo, tuwakague, tuangalie. Kama hujawahi kumwogesha wakati mtoto huyu anaporudi, wewe mwogeshe, muangalie sehemu zake zote za siri, yuko salama? Na wewe mama, ndio kazi yako kubwa. Si mbaya hata baba unapopata nafasi siku moja kumwangalia. Kama tutofanya hivyo, tunaenda kwenye taifa la watu wa ajabu. Ninaeleweka wazazi wenzangu? Lakini jambo la pili ambalo nataka niwaachie, niseme na wazazi wenzangu, tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Tunakwenda katika taifa letu kipindi cha uchaguzi. Hii mada ni kuu. Kuna viashiria vya aina mbalimbali vya uvunjifu wa amani.
Wakristo au wawe wapagani au wasio na dini. Taifa letu limekuwa na utulivu wa zaidi ya miaka 61 tangu uhuru wa nchi hii tupate, na rais tuliokuwa naye Dr. Samia Suluhu Hassan, mama ambaye nyinyi wa mama ni mwanamke mwenzenu, na hatujawahi kupata rais mwanamke, lakini Mwenyezi Mungu amefanyaje? Ametujalia. Kunakuwa na viashiria vya aina ya tofauti kabisa, lakini uchaguzi utakuwepo na uchaguzi utapita. Bado wa Tanzania tutakuwa pamoja. Kwa hiyo lazima tulinde amani yetu. Baada ya kusema haya, tusisahau kwa yale ambayo nimewasisitiza wazazi wenzangu. 1.5 milioni kama deni tunadaiwa kwa ajili ya msikiti, 1.5 milioni nyie mtakuwa ndio walipaji. Mimi nimesema na nitatoa 1 milioni, na sasa hivi nitatoa 200,000 kwa ajili ya vitabu kwa ajili ya wanafunzi hawa. Haya yote tuliyokubaliana mbele yenu wazazi, ni wajibu wetu tutoe na tuweze kufikisha Uislamu mbele. Baada ya kusema haya, assalamu alaykum wa tumefika tamati juu ya taarifa hiyo. Mimi naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.